Somo la leo linasema Sauli matati. Tuliangalia vizuri maombi ya Daudi. Tukaona ya kwamba katika watu ambao tunaweza kuwaiga katika maombi, Daudi ni mmoja wapo. Na jana tuliangalia kwa kina jinsi Daudi ambavyo anapangilia maombi yake. Kama unakumbuka vizuri, kitabu cha Yakobo katuambia kwamba tunaomba hatupati kwa sababu tunaomba vibaya. Kumbe kuna kuomba vizuri au kwa usahihi. Ni sawa na mtu ambaye amepewa funguo nyingi lakini hajui funguo gani unafungua chumba gani. Vivyo hivyo unaweza ukawa unaomba bila kupokea majibu, ukadhani ya kwamba Mungu hasikii, kumbe unazo funguo nyingi mkononi lakini hujui ni ufunguo gani ufungue mlango gani. Siku ya leo tunakwenda kuangalia Sauli akiwa matatani. Kama wenzetu walivyotangulia kusema, huwezi ukamtaja Daudi bila kumtaja Sauli. Wanakwenda kwa pamoja. Kuna wakati fulani ambapo ilitokea Daudi akawa katika nchi ya Wafilisti, na sisi pamoja hapa tuliona akiwa katika ile nchi. Na mnakumbuka awamu ya kwanza alikataliwa, akajidai kama vile ni kichaa. Awamu ya pili Daudi akapokelewa. Ukisoma awamu ya pili jinsi alivyopokelewa, Daudi alikaa katika eneo la ikulu. Lakini siku moja akamwambia mfalme ya kwamba haiwezekani mimi mtumwa wako nikae hapa ikulu, nipe eneo nikakae na watu wangu. Biblia inasema akapewa eneo akakaa na watu wake. Ikiwa unakumbuka vizuri, wakati anakaa katika eneo lake, Biblia inasema alikuwa anakwenda kupiga vita na baadaye anarudi, anapiga anarudi. Sasa ilitokea siku moja Wafilisti wakaamua kwenda kupigana na Waisraeli. Daudi akaambiwa na mfalme wa Wafilisti ya kwamba wewe utatoka nasi kwenda vitani. Kumbuka mwanzoni kabisa niliwaambia kwamba Daudi alikuwa anakwenda kupiga makabila mengine, lakini kila alipokuwa analeta ripoti alikuwa anadanganya kwamba katika mapigo yake amepiga mpaka Yuda. Nakumbuka tukasema ni ili kujipendekeza, unakumbuka vizuri. Kwa hiyo mfalme wa Filisti akaamini kwamba huyu bwana kweli anakwenda kupiga mpaka Yuda. Kwa hiyo katika vita hii akasema na wewe tutakwenda pamoja. Biblia inaonyesha kwamba wakati Daudi amejipanga na vikosi vyake ili waende kupambana, sasa vita iwe ni nzuri na anaamini mfalme ya kwamba akienda na Daudi atashinda, ndipo mashehe wa Kifilisti walipomuona Daudi anaingia na gwaride, wakamchunguza vizuri, nao wakaanza kumwambia mfalme, huyu naye anakwenda nasi? Kasema ndio. Anasema hapana, huyu asiende nasi. Kwa nini? Anaweza kwenda katika vita akawahurumia ndugu zake akatugeuka. Kama umenielewa nipungie mkono. Amina. Yaani kwa lugha nyingine, damu ni nzito kuliko. Kwa hiyo anasema kuwa makini na huyu mtu. Lakini mfalme akawasia, akamwambia hapana, ni mwaminifu. Wakamwambia la, huyu hawezi kwenda nasi. Daudi akarudishwa. Aliporudishwa, vita ikaanza kati ya Wafilisti na Waisraeli. Ndipo ninapokupeleka hapo sasa. Samueli wa kwanza sura ya 28 fungu la 4. Biblia inasema, nao Wafilisti wakakusanyika wakaenda kufanya kambi huko Shunem, naye Sauli akawakusanya Waisraeli wote, nao wakapiga hema katika Gilboa. Katika wiki ijayo, nadhani katika wiki ijayo nashawishika kugusia habari ya Gilboa. Kwa hiyo utanifuatilia vizuri usikose. Gilboa ni eneo nyeti sana, maana baada ya hapo kuna laana lilipata Gilboa. Baadaye utaifuatilia vizuri, na hata hivyo leo utaunganisha na leo utaona kuna baadhi ya maeneo ambayo unaweza ukapambana bila mafanikio, kumbe kuna laana na inaondokaje. Utaona Daudi yeye alifanyaje baadaye. Sasa makundi mawili hapo. Sauli yuko na watu wake, Daudi amerudishwa, Wafilisti wamejipanga, na kiongozi wa hii vita ni Sauli. Na kumbuka tayari Sauli ana matatizo. Fungu la 5.
Basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti, ni Sauli huyo Sauli akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana. Ukiona fungu la 5 ya kwamba aliogopa akatetemeka, sio swala geni kwako, huwa ni kawaida yake. Akiona tu adui Sauli, moyo wake unafanya nini? Anaanza kuogopa na kutetemeka. Siku ile niliwaambia hivi, ukiwa baba katika nyumba, hata kama mambo ni magumu kiasi gani, wewe gangamala hivyo hivyo, maana baba akilia watoto je? Ndio maana hata katika taifa ukisikia kiongozi wa taifa analalamika, ndipo utaanza kuona wananchi nao watafanyaje. Kiongozi wa taifa yeyote, hata kama anapitia uchungu kiasi gani, anaendelea kutamka matumaini, huku anatafuta majibu kwa ajili ya watu wake. Sauli shida yake ilikuwa ni woga, anatetemeka, anaogopa. Fungu la 7 anasema, ndipo Sauli akawaambia watumishi wake, nitafutieni mwanamke mwenye pepo wa utambuzi. Sasa habari ya kuongea na Mungu inakwisha. Sasa anatafuta mtu mwingine amsaidie. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inaonyesha kwamba kila alipokuwa anajaribu kuomba ili apate majibu kwa Mungu, alikuwa hapati majibu. Sasa anatafuta mganga wa kienyeji ili amsaidie. Anasema, nipate kumwendea na kuuliza kwake. Watumishi wake wakamwambia, tazama yuko mwanamke mwenye pepo wa utambuzi huko Endori. Haya, fungu la 8. Basi Sauli akajigeuza na kuvaa mavazi mengine, yani akavaa mavazi ya kiraia. Kisha akaenda yeye na wawili pamoja naye, wakafika kule kwa yule mwanamke usiku. Akasema, tafadhali unibashirie kwa utambuzi, ukanipandishie yeye nitakaye mtaja kwako. Hebu nisikilize, katika makosa ambayo watu wengi wanafanya ni pale ambapo wanapoona kwamba Mungu amenyamaza kimya katika maisha yao, badala ya kutafuta kwa nini Mungu amenyamaza, wanaanza kutafuta majibu kwa waganga. Na taarifa anayokupa ni hii: waganga hawana majibu, kwa sababu hawana majibu hata ya maisha yao wenyewe. Haleluya. Uliwahi kuona mganga wa kienyeji ambaye anaagiza sukuma wiki, kwamba kwa ugonjwa wako ulipo leta sukuma wiki au nyanya? Wote wanaagiza kuku. Yani upate picha kwamba nao ni walafi, hamna chochote. Kama mambo yakiwa magumu, subiria katika miguu ya Yesu mpaka kieleweke. Kuna watu wengine ambao hata hawamjui Mungu, wanajua kupambana vizuri kwenye maisha, mpaka unajiuliza, wanaomjua Mungu mbona wao wanakata tamaa mapema? Kuna mtu mmoja maarufu sana. Huyu bwana anamiliki kampuni moja inaitwa Alibaba. Hii ni kampuni ya kuuza na kununua vifaa kwenye mtandao. Ukiangalia maisha yake, yani hata kama ukimuona sura yake sasa hivi, ningekuletea sura yake ukamuona, unajua kabisa ni mtu aliyetokea kwenye shurba. Unajua sura za shurba zinafahamika. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeipata hiyo. Yani ukimtazama tu unajua mtu anatokea kwenye shurba. Huyo jamaa ni mpiganaji ambaye nimempenda kweli kweli. Ni mpiganaji si wa kawaida. Huyu jamaa aliwahi kuna wakati fulani aliomba kazi ya upolisi akakosa. Wenzake kama 7 au 4 kama sijakosea wakapata, yeye peke yake akakosa. Akapata nafasi ya kwenda kusoma Harvard, akakosa ada, akarudi. Akasikia Harvard imeweka wanafunzi wa Kichina tena, anatakiwa arudi. Wenzake wakaapply kurudi, yeye akakosa. Umewahi kuona ambaye mtu ana mkosi wa kukosa? Kila kitu unacho apply kinakosekana tu, akakosa. Leo ni kati ya mabilionea duniani, mtu aliyekuwa anakosa. Watu wa Mungu wao akiomba kidogo tu, akikosa majibu anasema ngoja niende kwa mganga akaniangalizie. Na nikwambia mganga alivyo, yani hakosi mchawi. Atakwambia tu, wewe pale kwako unapoishi upande wa nyuma kuna nyumba. Ni kweli
Sasa kwani kuna nyumba? Yule ndiye anayekuloga. Mwisho wa kunukuu. Sauli akaenda. Fungu la 9. Sikiliza. Yule mwanamke akamwambia, angalia, unajua alivyofanya Sauli, jinsi alivyowakatilia mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Mbona basi wanitegea tanzi uhai wangu ili kuniua? Yani kumbe anaongea na Sauli na hajui anaongea na Sauli. Hata mimi yamenikuta kwenye daladala. Mtu mmoja anabisha kabisa, anasimulia habari ya mchungaji Mbaga. Yani anakazana na anaeleza, anasema usibishe, mimi namfahamu, amesoma Arusha. Sasa mimi nikadakia, nikamwambia mchungaji Mbaga yupi? Sio anahubiri Morning Star. Nikamwambia huyo alisoma Uganda. Hamna, mimi nimesoma naye. Kumbe anayesema naye nikaacha. Sikiliza. Huyu anamwambia, wewe hujui Sauli alivyokuwa anaua watu wa design hii. Kumbe anayeongea naye ndiye Sauli mwenyewe. Fungu la 11. Ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakaye kupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Anaongea hapo, nipandishie Samueli. Fungu la 12.